kibali, na hichi kibali ni Mwenyezi Mungu ndio akampa. Wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alichokuleteeni mtume kichukueni, alilokukatazeni mtume lazima mkatazike nalo. Ana kibali cha Allah. Aya nyingine inasema waman ataa Allah faqad ataa rasul, waman ataa Allah, na yote mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, huyo ndiye atakuwa amefaulu. Bwana, ndugu zangu, mtume alifaradhisha zakatul fitri, saa min tamri au saa min sha'iri, pishi ya chakula kilichokuwa kinaliwa kipindi hicho, pishi ya shairi na pishi ya tende. Waislamu, mpaka hapa ni vizuri tukafahamu ya kwamba zakatul fitri ni jambo la lazima na si hiari, na kama kuna mtu akaamua hatoi kwa matashi yake tu, aelewe ya kwamba ameasi na atakuwa funga yake haijakubalika ipasavyo. Sasa ni ajabu na ni aibu, watu tunahangaika kutaka radhi za Allah, halafu dakika za mwisho akashindwa mtu kutoa zakatul fitri, wakati mtu huyu ndio yule ambaye tulimuona futari kwake aina tatu mpaka 4. Mtu huyo kafanya shopping ya watoto wake 3, 4 mpaka 5, kawanunulia nguo. Ameshindwa kufanya maandalizi ya zakatul fitri. Waislamu, tutanabahi, tutakuja kupata hasara mbele za Mwenyezi Mungu kwa kuacha kutekeleza sheria za Mwenyezi Mungu kama hizi za kutoa zakatul fitri. Zakatul fitri ni lazima. Zakatul fitri ni jambo ambalo linafaradhishwa na Nabii Muhammad, lipo katika hadithi sahihi. Ijmai yote wanawachuoni wanakubaliana zakatul fitri ni lazima. Hiyo ndio hukumu yake, hadithi sahihi. Hii ni jambo ambalo limefaradhishwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waislamu, narudia hili, tunakumbana na maswali huko. Yaani mtu amefanya shopping, amenunua kanzu, amewanunulia wa familia yake, halafu dakika ya mwisho anakwambia, na mimi nimekumbukiwa sijapata zakatul fitri, kwa hiyo nimeamua tu nitoa hata 2,000. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu anafanya mchezo na dini, huyu anafanya mchezo na dini. Kama ndani ya Ramadhani tunaanza maandalizi mapema, kwa nini zakatul fitri usifanya maandalizi mapema ukatoa mapema? Kwa sababu zakatul fitri inafaa kutoa ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani. Tokea Ramadhani mosi ilikuwa inafaa kutoa. Kwa nini usifanye maandalizi mapema? Waislamu, tubainishe nafasi ya zakatul fitri kwetu ni ipi? Zakatul fitri ina nafasi kubwa. Kwanza tumeshafahamu ni jambo la lazima, na zaka hii anatolewa hadi mtoto mdogo awepo tu duniani, bila lazima awe mwanawazimu, awe amefunga au hajafunga, lazima umtolee zakatul fitri. Awe tu ni katika familia unaowalisha na kutegemea chakula kutoka kwao, hawa ni familia. Ndio utaona ni zaka ya ajabu sana. Mtoto mdogo ndio sheria ilivyo, pamoja kuwa hajafunga na hafungi, lakini lazima umtolee zakatul fitri, na usipotoa unapata madhambi. Naomba ifahamike hivi. Waislamu, zakatul fitri miongoni mwa faida zake na malengo yake ni inakutwahirisha wewe mfungaji na yale makosa mapungufu yaliyojitokeza katika wakati wa funga yako. Yawezekana ukawa ulifunga ukatoka na neno ambalo likawakera watu. Yawezekana ikawa ulifunga kuna jambo la maasi umelifanya
tujiulize mimi na wewe, ni nani leo ndani ya Ramadhani yote hajafanya kosa hata kidogo, hajaangalia jambo la maasiya, hajasikiliza kisichofaa, hajatembea kwenda kwenye jambo ambalo halimpendezi Mungu? Nani leo hajatamka neno ambalo haliendani na utaratibu wetu wa kisheria? Nani huyo msafi? Ndio tukawekea utaratibu, zakatul fitri inamsafisha mtu na kumtwahirisha minallaghawi warafathi, na maneno machafu na maneno mambo mabaya, vitendo vibaya alivyofanya. Waislamu, zakatul fitri ndio hikma yake, lakini pia hadithi inaendelea kusema waturmatan lilmasakin, na miongoni mwa hekima za zakatul fitri ni kuwasaidia na kuwalisha chakula maskini na mafukara wasiojiweza, ili ile siku tukufu ya Eid wawe sawa na wale walionacho na wao wafurahi. Na haya ni maelekezo ya Nabii Muhammad. Tunasema uhulukum ala suami fi hadha al-yawmi, wapeni watajirisheni maskini mafukara wasiojiweza, wasiombeombe ile siku tukufu ya Eid. Na zakatul fitri mabana ni zaka ya watu maalum. Hata kama mtu atatoa msikitini milioni 1 akajalia ndio zakatul fitri, haitokubalika kisheria. Zakatul fitri ni fungu la watu maalum, take usitake lazima uwape, ndipo ibada yako kubaliwa. Hadithi nyingine ikasema funga ya Ramadhani inapokwisha huwa inabaki muallaqun baina samai wal ardi, imening'inizwa baina ya mbingu na ardhi, hairufaishi ikapokelewa na Mwenyezi Mungu mpaka itolewe zakatul fitri, isafishwe. Zakatul fitri mabara ina umuhimu sana. Wanawachuoni wakasema nafasi ya zakatul fitri kwa mfungaji au kwa huyu mwanadamu ni kama vile nafasi ya sajidati sahwi katika swala ya mtu aliyosahau. Katika swala ukisahau jambo ambalo linaitwa ni abuad, inatakiwa uje uliletee sajidati sahwi. Maana ya kuleta sajidati sahwi ni kuunga mapungufu yaliyojitokeza kwenye kule kusahau kwako. Kwena maana ya kutoa zakatul fitri ni kuunga mapungufu yaliyojitokeza katika funga yako. Ibada hii ina kiwango maalum na sio mtu kujitolea tu. Kiwango maalum ni 2.5 kilo ambayo ni pishi. Waislamu, 2.5 kilo ya chakula kinacholika katika mji. Leo sisi hapa kwa mfano mazingira yetu ni mchele, ngano na unga wa mahindi. Hivi ndio vinavyotolewa zakatul fitri, kwa sababu hivi vinatumika kama chakula kwa mwanadamu jamii yetu tunaishi. Waislamu, tukishafahamu ni 2.5 kilo chakula ambacho kinacholika kama chakula, sio kwa shida hapa. Chakula kinalika kwa hiari kama chakula. Ukiondoa vile vyakula ambavyo vinavyolika wakati wa shida na vita, hivi haviruhusiwi. Huyo akamiliki mtu ile siku ya Eid, wajibu wa kutoa zakatul fitri ni siku jua litakapozama, kesho yake ndio Eid. Yeyote anayemiliki siku ile chakula cha usiku wa siku hiyo na chakula cha mchana wake, huyo kinachozidi atoe zakatul fitri. Anayemiliki chakula masaa 24 yeye na familia yake, kinachozidi atoe zakatul fitri. Sasa kila mmoja angalie zakatul fitri, utaona ya kwamba sidhani kama itatokea kwa mtu mazingira tunaishi akasema ya kwamba mimi sina kabisa. Ni mara chache sana. Sidhani kama itatokea hivyo kwa mazingira yetu haya. Yaani mtu tokea Ramadhani imeanza na anajua zakatul fitri ipo, alafu inafika dakika ya mwisho anasema mimi sina.
shehe wanafanya ibada na wanafanya mchezo na ibada. Waislamu, zakatul fitri ni hivyo, na tunaieleza katika darasa zetu hapa za Dhuhuri, tunaikumbusha mara kwa mara, na sisi